Huyu jamaa anaitwa Bamidele. Hakuwa hivi mwanzo. Alipata ajali mbaya sana ambayo ilimuua mama yake mzazi na ikamfanya yeye kubaki katika hali hii. Yali jamaa akawa hawezi kuona tena wala kutembea. Kila kitu kwake kikaanza kwenda vibaya. Mchumba wake akamkataa, hakutaka kuolewa naye tena. Na hata baba yake alipokwenda kuongea na wazazi wa huyo binti ambaye anaitwa Bianca, walimkatalia kabisa. Wakasema ni kweli kabisa, tulikubaliana kwamba watoto wetu lazima wataoana, lakini mwanetu ni mzuri sana, hawezi kuolewa na mwanao, sasa hivi ni mlemavu. Familia hizi mbili ziliingia mkataba mmoja ambao walihitaji watoto wao waweze kuoana, na wakidumu kwenye ndoa kwa muda wa miaka 3 watagawana pesa nyingi sana ambazo wazazi wao walikuwa wamewawekea. Yaani kila mtoto atachukua kama bilioni 2 kwa pesa za Kitanzania. Sasa huyu babake Bamidele, biashara zake zilikuwa zimeenda vibaya sana. Alijiingiza katika biashara ya madawa kulevya. Kwa hiyo mahakama ikamfilisi. Ilivyomfilisi, tumaini lake pekee lililobaki ni ile pesa ambayo walikuwa wamekubaliana na familia ya baba yake Bianca. Kwa hiyo mwanae akifunga ndoa na huyo Bianca, basi baada ya miaka 3 ataweza kugawana pesa na mwanae ili aweze kuinuka tena kiuchumi. Sasa kwa sababu hao wazee ni washenzi sana, walimkatalia ombi lake, wakasema mwanetu hawezi kuolewa tena na mwanao. Huyo mzee alivyoondoka, Bianca ndo katokea, akaanza kusema baba, mimi siwezi kuolewa na ule mwanaume mlemavu bwana. Yaani na urembo wote huu niolewe na mwanaume mlemavu, siwezi kabisa. Kwa hiyo hata alipokwenda kumpa taarifa mwanae alimwambia, baba, kwa nini unaforce Bianca ni muoe? Kwa nini unaniaibisha? Na unajua kabisa kwamba aliniacha kwa sababu nimepata ulemavu. Babake akamwambia, tumepoteza kila kitu mwanangu. Hiyo pesa ambayo utaipata baada ya miaka 3 itatusaidia tuinuke upya. Bamidele alichukia sana na kuondoka zake. Huku upande wa pili tunakutana na binti ambaye anaitwa Vicky. Vicky alikuwa akimuuguza mamake ambaye alikuwa ni mgonjwa sana. Mamake ana uvimbe katika ubongo wake, kwa hiyo anahitaji kufanywa operation, lakini hali ya kifedha kwao sio nzuri. Ni watu maskini sana. Baada ya kuona hali ya mamake si nzuri sana, ilibidi ampeleke tena hospitali. Daktari alimwambia, ili mamako aweze kupona inatakiwa afanywe operation, na operation hii haiwezi kufanyika hapa Nigeria, lazima aende nchi za nje. Sawa Vicky akamuuliza, daktari samani, kwani hiyo gharama ni shilingi ngapi? Daktari akamwambia inaweza kukaribia milioni 100. Vicky alishika kichwa kaisi kama kinapasuka vile. Hakujua hata pesa itoe wapi, pesa nyingi kiasi kile. Ilibidi arudi kwa babake. Kumbe babake ni huyu mzee bwana, ila alikuwa ameshaachanaga na mamake Vicky kitambo. Kwa hiyo Vicky alikuwa amepiga magoti kumwambia babake kwamba mamangu ni mgonjwa sana, inahitajika shilingi milioni 100 ili aweze kupona. Lakini huyu mzee pamoja na mke wake wakamkatalia Vicky. Sisi hatuna pesa ya kuchezea hapa, hebu ondoka, tukupatie milioni 100 kwa ajili ya nini mama yako? Vicky alifukuzwa kama mbwa, na hapo ni kwa babake, na babake ana pesa lakini hakumsaidia chochote. Alivyoondoka, huyu mama yake Bianca akawa anaongea na mume wake. Akasema, mume wangu, unaonaje? Nahisi kama nimepata wazo hivi. Unaonaje ukamuita huyu binti yako Vicky, sawa, aende akaoane na Bamidele, yule kijana mlemavu, alafu umwahidi kwamba utampa hizo milioni 100 kwa ajili ya matibabu mama yake. Huyo mzee alimuita mwanae Vicky na kuanza kumwambia, kuna kijana nataka nikukutanishe naye, nataka nikupe fursa mwanangu, ukioana na huyu jamaa nitakupa hizo pesa milioni 100 unazozihitaji. Vicky huyu jamaa amjui, alimkatalia babake. Alijaribu kila njia ya kupata pesa. Alienda hadi kuongea na boyfriend wake, lakini boyfriend wake hana pesa. Mbinu zote zilivyoisha, ilibidi akutanishwe na huyu jamaa, akubali tu kuolewa naye. Lakini cha ajabu ni kwamba Bamidele alikuwa amechukia sana. Akasema, mimi siwezi kumuoa msichana ambaye simjui, kwanza mbaya huyo, simtaki kabisa wala sitaki hata kumsikia. Walianza kurushana maneno pale na Vicky. Akasema, una akili kweli yule? Kwanza uoni ni kiwete, nani atakataka kukuoa wewe, mtu mlemavu na maneno machafu kama hivyo. Kikao kilivurugika bwana. Babake Bamidele akana muomba mwanae, mwanangu tafadhali na kuomba muoe tu huyu binti, ndio kitu pekee ambacho kitatusaidia baadaye. Bamidele alikataa. Akamwambia, baba, wewe ndio chanzo cha mama kufariki na wewe ndio chanzo cha mimi kuwa katika hali hii ya ulemavu. Kumbe story ambayo ipo ni kwamba kipindi ambacho huyu mzee alikuwa amepata kesi ya kuuza madawa kulevya, alihitajika Bamidele afike mahakamani pamoja na mama yake mzazi ili kwenda kumtetea baba yake asifungwe jela. Kwa hiyo wakati wako njiani wakapata ajali mbaya, na ndio maana huyu jamaa ana hasira sana na baba yake. Lakini kuna siku moja usiku jamaa alimsikia babake analia kama mtoto mdogo. Kumbe babake anajutia kile ambacho kimetokea katika familia yake. Mshikaji alijisikia vibaya sana. Ilipofika asubuhi, jamaa alibidi aongee na babake. Akamwambia, baba, jana usiku nimekusikia unalia. Mimi naona ni bora tu nikubali kumuoa huyo binti. Haina shida, nitamuoa tu. Familia kina Bianca iliposikia kwamba Bamidele amekubali kumuoa Vicky, walicheka sana.
sana, walifurahi sana. Vicky aliitwa na kupewa taarifa kwamba Bamidele kakubali kumuoa. Kwa hiyo baada ya kuolewa na huyo Bamidele, basi atapatiwa hizo milioni 100 kwa ajili ya matibabu ya mama yake mzazi. Vicky akasema haina shida, huyu jamaa atanioa tu. Yeye alikubali kuolewa na mwanaume ambaye hata ampendi kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Ndoa ilifungwa kiserikali, yani hakuna sherehe wala matarumbeta. Waliandikishana, wakapiga picha na kurudi zao nyumbani. Walipofika nyumbani, Bamidele ikabidi amwombe msamaha Vicky. Akamwambia Vicky, naomba nisamehe sana. Siku ya kwanza kuonana na wewe nilikutamkia maneno ambayo sio mazuri, nilikuita wewe ni mbaya. Naomba nisamehe. Vicky akasema haina shida. Jamaa ilibidi aanze kumuuliza Vicky, kwa nini umekubaliana kuoana na mimi? Vicky akamwambia, nijibu wewe kwanza, imekuaje hadi umekubaliana kuoana na mimi? Mimi binafsi nimekubali kukuoa wewe kwa sababu kuna mkataba ambao tuliingia kwamba tukidumu katika ndoa kwa zaidi ya miaka 3 basi tutagawana shilingi dola milioni 1. Dola milioni 1 ni pesa nyingi sana, yani ni kama bilioni 2 kwa pesa za Kitanzania. Vicky akasema, mimi nimekubaliana kuoana na wewe ni kwa sababu babangu aliahidi kwamba endapo nikioana na wewe atalipa bili zote za matibabu ya mama yangu, na wala sio hizo bilioni 2 zako ambazo unazisemea wewe. Vicky alimwaga mshikaji akasema, mimi naenda kufuatilia milioni 100 zangu ambazo babangu aliniahidi kwamba nikioana na wewe tu atanipatia hizo hela, ndio naenda kuzifuata hivi. Vicky aliondoka kuelekea kwa babake, lakini kwa babake yuko anakula bata. Anasherehekea na familia yake kwamba kamuozesha mtoto wake katika familia ya mtoto mlemavu. Vicky alivyoingia walianza kumtukana pale, lakini mwisho wa siku babake akamwambia haina shida, nipe namba daktari, mimi nitamtumia hizo pesa. Vicky aliondoka akategemea kwamba babake atatuma zile pesa ili mamake atibiwe. Lakini cha ajabu ni kwamba aliporudi siku nyingine ili amuombe tena babake ampatie zile pesa ili amtibie mamake, alikutana na mamake Bianca. Mamake Bianca akamwambia, babako kasafiri kaenda China, mimi mwenyewe simpati kwenye simu, kwa hiyo mimi sina kitu cha kukusaidia. Alipiga magoti na kuomba sana, lakini mama alimwambia kwamba kwani mamako ana haraka ya kufa? Wewe subiri, babako akirudi atatuma hiyo pesa. Yaani dunia kuna watu wana roho mbaya sana. Aliumia sana. Alirudi nyumbani kwa kina Bami na kuelezea kwamba amenyimwa pesa na akaambia babake kasafiri kaenda China, na asipolipa pesa hiyo basi mamake anaweza kafariki muda wowote ule. Walimuonea huruma sana. Sasa kwa sababu mzee sasa hivi ndio baba mkwe wake, ilibidi aende akaongea na mzee Alfonso. Aliingia kwa shari sana nyumbani kwake, na cha ajabu ni kwamba mzee alikimbilia chumbani. Alikutana na mke wake hapa, akaanza kumuuliza, hivi nyie mna roho gani? Kwa nini msimsaidie yule mtoto? Alichojibiwa ni kwamba wewe si mkwe wako yule, msaidie na wewe. Aliambia tena kwa dharau, naje huwezi kumsaidia, si una pesa? Huyu mzee alimuomba sana, ninakuomba Beatrice, tafadhali msaidie yule mtoto, mamake anaweza akafariki. Huyu mama alimwambia, kama unataka nikusaidie piga magoti, piga magoti niombe. Mzee watu akapiga magoti. Mama alicheka sana, akamwambia, mimi nilikuwa nakutania tu, mimi sina uwezo kukusaidia bwana, hebu ondoka nyumbani kwangu hapa. Mzee watu alijipukuta magoti, akamwambia, Mungu atakulipa tu, mimi naondoka ila Mungu atakulipa. Vicky alilia sana, akasema kumbe baba alinishawishi niingia katika ndoa hii, kumbe hana lengo la kunisaidia. Aliporudi kwa daktari, daktari akamwambia kwamba mimi naona huna lengo la kulipa wewe mdada, na ungekuwa na lengo la kulipa ungekuwa ushalipa, mpaka sasa unadaiwa milioni 5 hapa. Huyu dada alimuomba sana daktari, akamwambia, daktari tafadhali naomba nisaidie mamangu apone, babangu akirudi kutoka China nitakulipa. Wakati wanaongelea hayo, mamake akawa anapata shida kupumua, na kwa bahati mbaya akafariki hapo hapo mbele ya macho yao. Vicky alilia sana, aliona kama dunia inamuelemea vile. Ila babake alipofuatwa akawa anajibu jeuri tu, akawa anamjibu babake Bami kwamba mimi sijali bwana, mimi nilishakupa mwanangu au muoe mwanao, kwa hiyo ikitokea mwanangu kamwache mwanao kaondoka katika hiyo ndoa, mimi sitojali, manake utapoteza zile pesa ambazo alikuwa anazitegemea. Vicky aliondoka nyumbani kwa mume wake, akarudi nyumbani ambako alikuwa anaishi na mamake. Alikuwa akilia sana, alikuwa akilewa tu muda wote. Bami na babake walikwenda ili kuanza kumfariji. Alikuwa tu analewa muda wote, huku machozi yakimtiririka bila kuchoka. Bami kamshawishi sana Vicky, akamwambia usijali, hutaki kuondoka kwenye ndoa, ukishaondoka tutapoteza kila kitu na babako atakuwa ameshinda, hutopata hata 100. Akamwelekeza kwamba zile pesa zikishatoka tutagawana mimi na wewe na sio mimi na babako. Baada ya kuambiwa hayo, Vicky sasa akili kamtulia, akaanza kuishi na mshikaji vizuri. Sasa kuna siku moja bwana, wakati anapiga story, jamaa akamuuliza, kwani wewe ulisomea nini? Huyu dada akamwambia, bwana mimi nimesomea mambo ya kutengeneza vitu kama website hivi. Huyu dada ni mtu wa IT kumbe, lakini hajawahi kupata ajira hata sehemu moja. Bami akasema, mbona hujawahi kuniambia? Kuna mtu mimi nafahamu anaweza akakupatia kazi bwana. Akachukua simu yake na akampigia huyo mtu. Huyo mtu alivyopokea
akamwambia moja kwa moja, aisemi nina shida moja bwana, mke wangu kasomea IT lakini hana kazi, naomba mpatie kazi katika kampuni yako. Yule mtu akasema, mimi nitampa kazi kwa sababu mimi nafahamiana na wewe vizuri. Dada alishangaa akasema, ni simu moja tu nimepata kazi. Akasema ndio umepata kazi. Jumatatu akaenda kufanya interview na kwa bahati nzuri akapata kazi hiyo. Ni kazi ambayo ilikuwa inamlipa 1,500,000 mshahara kila mwezi. Vicky alifurahi sana, akajiona sasa Mungu kamkumbuka. Mambo yake baada ya kwanza kwenda vizuri, ilibidi amkumbuke ile boyfriend wake ambaye alikuwa naye mara ya kwanza. Alienda kumfuata kwa sababu bado anampenda. Alivyomwambia kwamba sasa hivi nimepata kazi ambayo inanilipa vizuri, yule jamaa ambaye nimeolewa naye kaniunganishia, jamaa akaanza kumuombaomba hela pale. Inaonekana mshikaji ambaye hana akili hivi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba huyu dada anampenda sana huyu mshikaji, lakini kuna siku alimfumania bwana, yuko anamshikashika mwanamke fulani hadharani. Waligombana sana na huyu dada akaambia kuanzia leo usinifuatilie tena, tumeshaachana. Dada aliumia sana, alikuwa akilia kila siku, lakini Bami alijitahidi sana kumfariji na hatimaye akakaa sawa. Bami sasa kashaanza kumpenda huyu mshikaji, ingawa alilazimisha kuingia katika ndoa. Ameanza kuona jamaa anampenda kweli na anamjali. Alimshawishi kwamba wanatakiwa kamwone daktari, labda kuna uwezekano wa yeye kuanza kuona tena. Walipofika hospitali, daktari akawaambia kwamba huyu mtu anaweza kuona tena bwana, neva zake ni kama ziko sawa. Alimshawishi kwenda kufanya upasuaji na baada ya operesheni ile jamaa alianza kuona tena. Yani ni kama miujiza. Huku upande wa kina Bianca ni kama Mungu aliwaadhibu. Biashara zao zilianza kwenda vibaya. Kila kampuni na kila tawi ambao lilimiliki lilifungiwa. Yani walirudi kwenye umasikini kabisa. Ile miaka 3 ilipofika, mamake Bianca alikimbilia kwenye ile kampuni ambayo waliziweka zile pesa, akiomba nusu ya ile pesa ili aisaidie familia yake. Aliambiwa kwamba wewe sio sehemu ya mkataba huu. Sehemu ya mkataba huu ni mtoto wa mume wako pamoja na yule Bami. Wewe husiki. Sasa meza imepinduka. Bami na Vicky wamefika pale na wao ndio wanatakiwa kupatiwa zile pesa. Mamake Bianca aliomba sana, akaambia mimi naomba zile pesa ili nikamtibie baba yako. Vicky alimjibu, mimi nilikuja kuomba msaada lakini hakuna mtu aliyenisaidia. Walipoondoka, baadaye pesa zikaingia katika akaunti zao. Kwa sasa hawa watu wawili ni mabilionea na Vicky akamwahidi Bami kwamba mimi sitokuacha tena, naomba tuendelee kuwa pamoja kama mume na mke. Bami alifanyiwa upasuaji mwingine wa uti wa mgongo ili aweze kutembea tena, na movie yetu kaishia jamaa anatembelea magongo. Hii ni kuonesha kwamba ataweza kutembea tena vizuri.